Nilikuwa na miaka 6 tulipotoka kumzika mjomba wangu, lakini sikujua kama siku hiyo hiyo ningekuja kupata experience ambayo nitaendelea kuishi nayo maisha yangu yote. Karibuni sana. Kama bado hujasubscribe kwenye channel yangu, naomba uweze kusubscribe and let's go. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2001. Nilikuwa na miaka 5 au 6 hivi. Mjomba wangu alikuwa ametoka kufariki, alikuwa anazaliwa na mamangu. Kwa hiyo mamangu alikuwa amezaliwa wawili, yeye na kaka yake. Kwa hiyo mjomba wangu baada ya kuwa amefariki, alifariki ilikuwa siku ya Jumanne, kuingia siku ya Jumatano. Kwa hiyo alivyofariki Jumanne, Jumatano akazikwa. Sisi ni Wakristo. Kwa hiyo kwenye zile harakati za pale nyumbani, msiba, watu wakawa wengi, nini, ikafika muda wa kwenda malaloni au makaburini. Kwa hiyo tufika pale makaburini, na mimi pia nilikuwepo kwa sababu ni mmoja kati ya sehemu ya wafiwa. Kwa hiyo nikaona ile picha ambayo mjomba anafukiwa. Kwa kipindi kile bado nilikuwa ni mtoto. Kwa hiyo yani, lakini kitendo nilikuwa nakijua, lakini maana yake nilikuwa sijui. Umeona? Kwa hiyo tukafanikiwa kuzika, lakini mama yangu alikuwa analia. Yani katika msiba wote mama ndo alikuwa analia sana. Yani nakumbuka mpaka yani ile picha ya mama jinsi alivyokuwa analia kaburini akitaka adumbukia azikwe na marehemu kaka yake. Basi baada ya kutoka malaloni tukarudi nyumbani. Tumerudi nyumbani kama kawaida, nyumba yenye msiba inajulikana. Kwa hiyo sasa mimi kipindi hicho nilikuwa nakaa na babu na bibi, na nilikuwa nao chumba kimoja. Lakini wao walikuwa na kitanda chao kwenye kona, alafu mimi nikawa nina zile baby crib upande wa dirishani. Kwa sababu ilikuwa chumba kina madirisha mawili na chooni. Kwa hiyo mimi nilikuwa nipo dirisha la upande huu hapa. Ndio kitanda changu kilikuwa kimewekwa pale. Basi bwana. Baada ya mambo yale ya jioni, misiba kule sebleni kumeshakuwa ni tupu, sebleni na dining papo ni tupu, watu wamekuja kulala msibani. Basi tukaambiwa watoto twende tukalale, lakini muda huo nyuma huku, kwa sababu yani chumba tulichokuwa tunalala sababu na bibi ndio kilikuwa ni master. Kwa hiyo kwa nje ya dirisha wakina dada na watu wengine walikuwa ni wanaosha vyombo. Nakumbuka vizuri sana, walikuwa wanaosha vyombo. Kwa wakati wanaosha pale vyombo, mimi tukaingia kulala. Kwa sababu mimi sasa sikuwa nalala na dada zangu wengine au wakubwa zangu wengine kwenye chumba cha wasichana. Mimi kama naenda kulala chumbani kwa bibi. Nimepanda vizuri tu kitandani kwangu. Nasikia kabisa huku nje wakina dada wanaosha vyombo. Umenielewa sijui? Basi ile nimelala kama usingizi umeanza kunipitia. Sitaka nisahau hii picha. Yani hata taa zilikuwa hazijazimwa. Imagine. Nikaona mtu kasimama pale. Mungu ampumzishe mjomba wangu mahali pema peponi. Kwa wakati nimesimama pale, kwanza ile nikataharuki. Unajua nilikuwa ni mdogo, lakini nilijua kwamba mjomba tumetoka kumzika. Yani tumemfukia. Nimemuona kabisa anavyoteremshwa kwenye jeneza. Nimemuona mpaka anavyoenda kuzikwa, na mchanga nilimwekea, udongo nilimwekea. Kwa Wakristo wanaelewa. But how comes namuona hapa mbele ya macho yangu? Kuna maneno alikuwa anayaongea ambayo yani natamani sana yani isingekuwa ni utoto, labda pengine ningeweza kuyajua alikuwa anaongea nini. Yani mimi mtu akisemaga kama yani labda ninadanganya au ni nini, it's fine, lakini mimi naongea from what I saw with my own eyes. Mjomba ametokea hivi, anaongea. Unajua nilipiga kelele, niliruka, kwa sababu baby crib inakuwa na mitimiti pembeni imepangwa. Niliruka, nikatoka nafungua mlango kwa nguvu, nikaubamiza, napita ni kwenye corridor, mjomba anapiga kelele. I say, yani ile picha kila mtu pale msibani, kila mtu walikusanyika. We vipi? Nikaambia nimemwona mjomba. Mjomba amekuja chumbani.
yupo chumbani. By that time nilikuwa ni mtoto, narudi tena, nilikuwa ni mtoto mno wa miaka 5 6. Kwa hiyo pengine labda kuna ambao hawakunichukulia very serious. Tunaelewa. Basi wakarudi chumbani kuangalia, hamna kitu. Baada ya hapo wakakaa pale, wazee wakaanza kujadiliana. Sikumbuki vizuri ni nini kiliendelea, lakini hivyo yani ndio ikawa ipo hivyo. Kwa hiyo nikawa naendelea nikilala saa nyingine na muota mjomba wangu yule aliyofariki. Ikaendaenda hivyo kwa miaka kadhaa mpaka nilipofika darasa la 4 la 5. Hiyo hali ikaisha. Lakini ninachotaka kusema kwamba kwenye ulimwengu wa roho, yani watu wanakufa kimwili lakini wakuta roho zao bado zipo. Mimi huo msemo na uamini kwa sababu out of my own experience nimekutana nayo. Mimi baada ya hilo tukio, yani ikawa ni muoga sana kwenda kwenye misiba. Nikawa ni muoga sana kwenda makaburini. Yani nilikuwa ni muoga. Lakini sasa hivi utu uzimani ndo kidogo naona naanza kujaribu. Wewe ulikutana na mkasa upi mwenzangu ambao mpaka leo huwezi kusahau? Na unaamini kwamba mtu akifa roho yake bado inabaki huku duniani, au unawe uamini? So kama tumefikia mpaka mwisho wa hii video, please take your time and subscribe to my channel. Let's meet on the next one.